tarafa yetu ya Buchosa. Leo tulikuwa na vikao viwili, kikao cha ndani, lakini tulikuwa na kikao cha nje ambapo ni mkutano wa hadhara. Jambo kubwa hapa, kulikuwa na malalamiko ya pesa 262,500 ambayo kimsingi pesa hii ilikuwa ni michango ya wananchi, na kwa sasa tumejaribu kulifuatilia. Tumezungumza na makundi mbalimbali mpaka kutoka kwenye kikao cha ndani. Tumezungumza na watu wanaotuhumiwa, tumezungumza na wanaotuhumu, lakini tumeshirikisha viongozi mbalimbali wa chama, tumeshirikisha mpaka katibu wa mbunge, tumeshirikisha watu mbalimbali ambao walikuwa kwenye kikao pale. Mheshimiwa diwani pia alikuwa. Kupitia maelezo ya hao wanaotuhumiwa na wanaotuhumu, tumeyapitia maelezo yao. Mwenyekiti mtendaji wa kijiji aliyekuepo, ambaye amehamishiwa kijiji cha Ilenza, naye alikuepo. Tulimwalika akaja na dokumenti ambazo kimsingi dokumenti zile zimeonyesha kwamba pesa zile alizikabidhi kwa mwenyekiti wa kitongoji. Tulipohamia kwa mwenyekiti wa kitongoji kumuuliza maelezo yake, yeye anadai pesa zile zilitumika kwenye kuendeleza jengo lile la darasa, lakini mwisho wa siku hakuna dokumenti yote inaonyesha jengo hili pesa zile zilivyotumika. Kwa hatakuwa na namna nyingine ya kushauriana. Tumeshauriana, tukaona namna bora ya kurudisha kuliondoa jambo hili ili na kuleta umoja kwenye kitongoji. Tukaona mwenyekiti anastahili kuilipa hii pesa, kwa sababu namna ilivyotumika hakuna document, hakuna karatasi, hakuna maandishi yoyote yanayothibitisha pesa hii imetumika. Ni yeye peke yake ndo anayejua pesa hizi zilitumika kwenye kujenga darasa. Baada ya kuona hivyo, tumempa muda kwamba mwenyekiti, basi tafuta 200,000 uje ukabidhi kwa mtendaji wa kijiji. Lengo tunachohitaji sisi ni kuondoa malalamiko, lakini kuhakikisha kuna uwajibikaji pia unafanyika, kwa sababu kwenye pesa za umma, pesa zozote za umma, kwenye matumizi ya pesa za umma lazima tuweke maandishi, na unapoweka maandishi maana yake unaweka uwazi kwamba pesa hizi zimetumika kwa njia hii. Lakini unavyotumia pesa ya umma kwa kuchukua peke yako, unaenda kufanyia matumizi ya kujenga peke yako bila maandishi yoyote, unaleta kitu ambacho ni kificho. Na unapoleta kificho kwenye pesa ya serikali, pesa ya umma, unaleta mambo ya udanganyifu. Sasa haya mambo ya udanganyifu, matokeo. Naitwa John Matuka Madere, mwenyekiti wa kitongoji cha Kaskazini. Kwa maelezo haya ambayo yamefanyika leo kwa maamuzi haya, mimi nimeyapokea vizuri na nimeshukuru, kwa sababu tunataka kujenga. Ingawa pesa zilitumika lakini bila maandishi, kwa sababu hapo siwezi kusema kwamba labda kwa sababu shida tu ni kule kutokuainisha namna ya utumiaji. Kwa hiyo mimi nimeyapokea kuwa ni maamuzi mazuri kulipa, kwa sababu hazina maandishi kwamba tumetumika, lakini zilitumika, isipokuwa tu ufafanuzi wake ndio mwenyewe ambao hujafanya. Naitwa Enrico Paulo Buguse, diwani wa kata Nyakasungwa. Kifupi, katika mgogoro huu nimpongeza sana afisa tarafa, kweli amefanya kazi nzuri ambayo mimi kama diwani nilikuwa nimeanzisha, lakini hatima yake imefika mwisho. Nampongeza sana afisa tarafa kwa yale yote ambayo ameongea na wananchi. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi wangu wawe watu wenye kupendana, tuendelee kupendana, tuendelee kuishi pamoja. Kwa hiyo tukubwa tulete maendeleo katika wananchi wetu wa kata Nyakasungwa. Mkazi wa hapa Nyakasungwa, nimefurahi sana na jambo ambalo mmelifanya kuja kutuunganisha, na tunataka tuwe na amani Nyakasungwa yetu. Ila sasa hivi tumekuwa na amani, naamini haya yote yataisha na tunakaa vizuri. Mzengo yetu ambayo ilikuwa imetawanyika, tunaomba tu iwe moja.